Huyu mwamba anaitwa Timo, ni mchapakazi kweli kweli yani. Anakuwa bize kiasi ambacho anashindwa kuijali familia yake kwa wakati. Sasa hii kitu ilimnyima furaha mke wake na akahisi kabisa mume wake pengine atakuwa na mchepuko. Mwisho wa siku binti akaamua kwenda kwa mganga kwa ajili ya kumpa limbwata mume wake ili ampende, kila anachotaka amsikilize na awe anamjali kwa wakati. Alivyompa limbwata tu mume wake akawa zoba. Unajua ni nini kilitokea? Fuatilia mwanzo mpaka mwisho ujue ni nini kilichomkuta Timo. Ni noma kweli kweli yani. Lakini kabla tujaendelea, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Kisha bofya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mitiririko ya kazi zote kali tunazoziachia kila siku. Movie inaanza, tunakutana na mwamba anaitwa Timo. Sasa Timo bana leo anafua kabati za mke wake na anaenjoy kweli kweli kufanya hiki kitu. Anadai kwamba mke wake kwa sasa kanenepa, maana alimuoa na ngongingo, kwa sasa anaoa kama yote. Sasa akiwa endelea pale kufua, mara ghafla akaja mdogo wake wa kike. Ikabidi kumind Timo na kumwambia kwamba kaka, ni nini hiki unafanya? Timo akamwambia kwani shida nini? Binti akamwambia hivi kweli huu ni muda wa kwenda kazini, umeacha kazi unakaa kumfulia mke wako kabati, hii iko sawa kweli? Mchizi akamwambia sikiza nikwambia kitu, kama una point ya kuzungumza naomba uondoke, sijui umenielewa, naomba uache nimfulie mke wangu kabati zake. Sasa kipindi mwamba anaongea vile, mara ghafla mke wake akatoka. Huyu mke wake anaitwa Angela. Basi Angela ikabidi kumsalimia pale wifi yake, lakini wifi yake hakutaka kabisa kusikia salamu Angela. Akamind kweli kweli kwa kitendo anachomfanyia kaka yake. Angela ikabidi ajitetee na kumwambia kwamba hakuna jambo lolote lile baya ambalo amemfanyia ndugu yake. Dada alivyosikia hivyo akamind zaidi, akamsogelea pale Angela na kutaka kumtembezea kichapo. Mwamba ikabidi aingilie kati na kumtimua mdogo wake nyumbani kwake. Baada ya kumtimua, Angela kwa hasira sana akaingia ndani. Basi mwamba ikabidi kumfuata. Angela akana waka pale na kumwambia kwamba hivi kweli kabisa umekosa nguo zote za kufua, unaenda kufua kabati zangu kweli? Mwamba ikabidi kupiga magoti pale na kumwambia binti kwamba naomba unisamee sana mke wangu, nisamee, maana mimi nilianza na kabati zako, baada ya hapo ningechukua nguo nyingine nikafua. Angela ikabidi kumuuliza mbona umepiga magoti sasa? Mchizi akamwambia kwamba nimeona umechukia mke wangu, ndio maana imebidi nipige magoti nikuombe msamaha unisamee. Binti akamwambia hapana, mimi sijachukia, ila sijapenda tu kufua kabati zangu. Alafu ni kwa nini umeacha kazi? Mchizi akamwambia kwamba nimeacha kazi ili nikusaidie majukumu ya nyumbani, maana nimeona majukumu mengi sana na kuzidia mke wangu, ndio maana nimeamua tu mimi nipumzike, nibaki nyumbani, niwe nafanya kazi ndogo ndogo za huko ndani, nikupikie, nikufulie, ili nikupunguzie mzigo mama yangu. Angela alihisi kuchoka kabisa. Yeye hamuelewi kabisa mume wake kwa sasa ni kwa nini amekuwa hivi. Baada ya time kupita, tunamuona Angela akiwa na mume wake. Mwanaume kabeba vitu kichwani, ndio wao wanaelekea dukani kwao. Walipofika hapa dukani, mwamba akawa anapanga vitu. Mara ghafla akaingia huyu mteja hapa, akamwambia Angela kwamba hongera, naona umepata kijana sasa. Angela akamwambia wewe, kijana wapi? Huyo ni mume wangu. Mkubwa akashangaa, mume wako? Kaambia yes, huyo ni baba chanja wangu. Bas bana, bi mkubwa ikabidi kumsalimia pale mchizi. Mchizi naye akamchangamkia kweli kweli yani. Baada hapo bi mkubwa akamwambia Angela vitu anavyohitaji. Angela ikabidi kunyanyuka na kwenda kumchukulia. Sasa mchizi akamwambia Angela kwamba babe, si ungenitajia tu mimi nikuchukulie. Bi mkubwa akabaki anashangaa, "Huyu jamaa vipi?" Basi ikabidi kupotezea pale. Sasa Angela bana ikafika time ikabidi kumwambia mshikaji tu aondoke arudi nyumbani. Mwamba akamwambia hapana, mimi nataka tukae wote huko dukani ili nikusaidie baadhi ya vikazi vidogo vidogo, after hapo nini mpaka jioni ikifika tufunge wote turudi nyumbani. Sasa ube mkubwa akabaki anashangaa, huu ni mwanaume au ni dume suruali tu limeokotwa huko limewekwa dukani? Binti akamwambia hapana, naomba urudi nyumbani, mimi sitaki kabisa kukuona hapa dukani kwangu. Basi mshikaji akamwambia Angela kwamba basi poa, kama hutaki kuniona dukani kwako, ngoja nirudi nyumbani nikakupikie. Mwamba huyo akasepa zake. Bi mkubwa akabaki anashangaa tu. Midnight night, Angela anarudi nyumbani, anakuta mchizi tayari kashapika, anamkaribisha mezani. Hii kitu ilimkata vibe sana Angela. Ikabidi kumchukua mshikaji na kuja kuketi naye hapa chini. Akamuuliza mshikaji kwamba ni kwa nini umeacha kazi mume wangu? Mwamba akamwambia kwamba unajua bana, katika hii dunia nimegundua kuna kitu kimoja tu ninachokipenda, ambacho ni wewe. Na sitaki kabisa upate changamoto yoyote ile. Nimeona niache kazi ili nikuhudumie wewe mke wangu, nakupenda sana. Bidada akamwambia mume wangu, sifurahishi kabisa na hiyo tabia. Mshikaji akamwambia basi sawa mke wangu, nitajirekebisha. Kama kuna sehemu nimepoa nitaongeza juhudi zaidi. Au haufurahi wewe mke wangu ukirudi nyumbani unakuta nimekupikia chakula, kila kitu kiko sawa? Haufurahishwi na hicho kitu? Mwanamke aliishiwa cha kuzungumza. Maana anajaribu kumweka sawa ila mwamba anarudi kule kule asikokutaka.
Siku iliyofuata mida fulani ya jioni, Angela anatoka zake dukani, anamkuta mshikaji ameketi hapa na wazee, anacheza drafti. Sasa Angela akashangaa, akabidi kumuita pale, "Timo, unafanya nini hapo?" Mshikaji alipomuona Angela, ikabidi atoke spidi sana na kumfuata. Sasa huyo mzee akamwambia mwenzake kwamba, "Sikiliza nikwambie kitu. Yaani mimi ningekuwa ni huyo kijana, ningefika maskani tu, cha kwanza ambacho ningekifanya hapo hapo sebeni, ningembambia, nikampelekea za chini kwa chini. Yaani kila kona ya sebule yangu ningehakikisha mke wangu anaifahamu vizuri." Huko nyumbani kwa Timo, alipofika tu akapiga magoti na kuanza kumwomba msamaha mke wake. Mke akamuuliza, "Hivi mume wangu, uko sawa kabisa? Unashindwa kwenda kazini, unakaa kucheza bao na wazee kweli?" Mwamba akamwambia, "Sikiza nikwambie kitu mke wangu. Nilifikiria leo niende kazini." Mke wake akamwambia, nini kilifanya kushindwa kwenda?" Kiukweli niliwaza nikienda kazini nyumba inabaki peke yake na vitu vyetu nani ataviangalia. Ikabidi niache tu ili nibaki nyumbani niangalie vitu vyetu pamoja na vitu vingine vya humo ndani." Mke wake alivyosikia hivyo akachoka kweli yani. Sasa mida ya usiku mnene, saa 7 kwenda saa 8, Angela anaamka, anajikuta yuko peke yake kitandani. Akashindwa kuelewa huyu mwanaume atakuwa wapi. Ikabidi kunyanyuka na kuja huku sebleni. Cha ajabu zaidi, Mwamba yuko zake sebleni hapa anachambua marage. Hiki kitu kilimshangaza kweli Angela. Ikabidi kumuuliza, "Timo, wewe unachambua marage?" Mchiza akamwambia kwamba, "Mke wangu, nataka niachambue ya marage, niabandike ili asubuhi na mapema ukiamka ukute tayari ameshaiva, ni kuandalia msosi, ugonge uende kazini." Basi binti akamwambia, "Nashukuru sana mume wangu kwa kuonyesha kunijali. Alafu mimi nimekumisi sana. Nataka twenzetu chumbani tukakitupe." Mchiza akamwambia, "Sawa baby, nimekumisi pia. Ngoja nimeweza kuchambua marage na kuja." Binti akamwambia, "Hapana, nataka twende sasa hivi." Basi Mwamba ikabidi kunyanyuka. Cha ajabu zaidi, mshikaji anaenda chumbani na sinia la marage. Binti akamwambia, "Sasa wewe unaenda nayo wapi?" Mshikaji akamwambia, "Nataka twende tukakitupe chapchapu. Alafu niendelee kuchambua marage, nihakikishe nimeyabandika asubuhi amke ameiva." Binti akamwambia, "No babe, achana nayo." Akachukua ile sinia la marage akaweka pembeni. Wakaenda zao chumbani kukiwasha. Siku iliyofuata asubuhi na mapema kama kawaida, Timo yuko zake bize anafua sindilia pamoja na kabati za mke wake. Sasa kuna ujirani akawa anamsikitikia kweli yani, anamshangaa, "Huyu jamaa vipi? Mbona amekuwa kama bwege fani hivi zoba yani alieleweki?" Lakini akawa anamsifia pale na kumwambia, "Timo, hakika unafua vizuri sana kabati za mke wako." Basi Timo naye kichwa ndo kinazidi kujaa pale na kudai kwamba yeye ni bingwa sana wa ufuaji. Mchizi baada ya kufua alikuwa ameenda zake dukani, ila anatoka dukani anakuta kuna wauni hapa wanazichapa. Mwamba kabidi kuingilia soa hapa na kujaribu kuwasuruhisha pale na nini ili kila kitu kiwe freshi. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, huyu muuni mmoja akaenda kaokota gogo, akaja akamweka nalo mshikaji. Mwamba akaanguka chini akazima. Sasa hao wauni wakaona wameua, ikabidi wasepe zao. Baada ya masaa kadhaa kupita, mchizi alipelekwa hospitali, akawa amefanywa matibabu, ndio huyo hapa yuko nyumbani. Mke wake akawa anamlalamikia na kumwambia kwamba kama ungekuwa umeenda kazini haya yote asingekukuta, na imani kabisa haya yote anakukuta sababu umeshindwa kufanya kazi, umekaa kuzurura mtaani, ndio maana mambo mabaya yanakukuta. Mwamba anamwambia, "Lakini wewe unafikiri mimi ningefanyaje? Lazima mimi nibaki nyumbani, si unaona? Nimebaki nyumbani, leo hii nimewasaidia watu mtaani. Hivyo mimi naona ni jambo jema kabisa." Mke wake haya maneno yanamuumiza sana moyoni. Sasa baada ya masaa machache kupita, Angela alikuwa jikoni hapa analia kweli yani na kujutia juu ya yote aliyoyafanya. Wakati huo Timo yeye yuko busy pale anaandaa madikodiko. Sasa hapa tunarudishwa nyuma kidogo tujue nini kilitokea mpaka Timo kuwa hivi. Sasa hii siku ilikuwa ni siku ya happy birthday ya Angela. Sasa Angela anamsubiri mshikaji aje wakate keki. Masaa akawa yanazidi kwenda sana. Angela ikafika wakati akakata tamaa. Akiwa anafunika pale ile keki, mara ghafla mchizi akaingia. Ikabidi kupiga goti na kumwomba msamaha Angela na kumwambia kwamba, "Mke wangu, naomba unisamehe sana. Najua nimechelewa na nimekukwaza, lakini kiukweli nimejaribu kupambana kweli yani ili niwahi, lakini nilikuwa na kazi nyingi sana, ndio sababu iliyopelekea mimi kuchelewa." Angela alilalamika kweli yani, akamwambia kwamba yeye unaithamini sana kazi yako kuliko familia yako, si ndio Mshikaji ikabidi kumbembeleza Angela na kumuomba msamehe. Basi Angela ikabidi kumsamehe tu mume wake. Siku iliyofuata mida ya night Angela akawa anaitaka pale, lakini Mwamba akawa anamwambia, "Mke wangu mimi nimechoka sana, naomba tuvumilie tu, kesho tutafanya." Angela kutaka kabisa kumuelewa mshikaji. Mwamba akawa anajaribu kulalamika pale na kumwambia, "Haitaweza kufanya vizuri, tafadhali naomba tu nivumilie mpaka kesho." Lakini Angela akaforce pale, akaikaria juu, show ikatembea kama yote. Sasa leo asubuhi na mapema Angela akiwa dukani kwake, kuna huyu hapa Witch Doctor akawa amekuja dukani kwa Angela. Huwa ni mteja wake. Sasa kipindi anamwongelesha pale, anaona Angela yuko busy sana kimawazo. Ikabidi kumuuliza, "Angela,
mbona kama una msongo wa mawazo hivi? Itakuwa mume wako amekuchanganya Maana wanaume sasa hivi hawezi kabisa kutulia na mke mmoja. Angela akamwambia hapana, mimi namwamini mume wangu, hawezi kufanya hivyo kabisa. Sasa huyu dokta akamwambia Angela, sikiliza nikwambie kitu, nimeliona jua kabla yako. Wanaume sasa hivi hawaaminiki kabisa. Ila kama unataka nikusaidie, wewe nitafute tu, mimi nitakusaidia. Mume wako lazima atatulia. Basi Angela ikabidi kumuelezea kila kinachotokea kwenye ndoa yake. Huyu Kigagula akamwambia kwamba sikiliza nikwambie kitu Angela, hawa wanaume sasa bila kuwatuliza hawawezi wakatulia kabisa yani. Na nikuahidi nitakusaidia dawa. Wewe ukipata muda njoo nyumbani kwangu, nikupe dawa ya kumtuliza mume wako. Angela akamuelewa Kigagula. Siku iliyofuata Angela kaja nyumbani kwa Kigagula na kumwambia kwamba mume wake amekuwa busy sana. Hicho kitu yake hakitaki. Anachokitaka kwa sasa mume wake awe karibu yake, ubize wowote ule uliokuwa unamsumbua achane nao. Awe busy kumwaza yeye tu na kumpenda zaidi na zaidi. Kigagula akamwambia hilo limeisha. Akachukua picha ya mume wake na kuanza kuitamkia maneno fani hivi ya kiroho. Yaani hayo maneno fani hivi ya kipepo. Si unajua tena wa ulimwengu wa roho ananielewa. Baada ya kuyatamka hayo maneno, akamwambia Angela kwamba ukiwa mwezini hakikisha damu yako unaweka kwenye hiki kitambaa chekundu na uniletee hapa. Baada ya hapo utalala na mume wako. Hakika ukishalala naye tu atakupenda kweli kweli yani. Ataacha vitu vyote anavyovifikiria na kuvipenda. Atakuwaza wewe tu na kukupenda zaidi. Sasa binti ndio anajutia juu ya yote aliyoyafanya. Maana kwa sasa mume wake ameacha vitu vyote aliyokuwa akivipenda. Anampenda yeye tu na hataki kuwa naye mbali. Hii kitu inamuuma kweli kweli Angela. Sasa Angela siku iliyofuata ikabidi kuja kwa Kigagula na kumwambia kwamba hakika ile dawa ulionipatia nahisi ulizidisha. Mume wangu amekuwa poyoyo kupitiliza. Sasa Kigagula akamwambia kwamba Angela, sijazidisha chochote kile. Maneno uliyotamka kwa kinywa chako ndio yaliyofanywa kazi. Hivyo mimi sina dawa yoyote ile ya kumnasua. Inabidi uendelee naye kama ulivyotaka mwanzo na ndivyo alivyokuwa. Hakuna namna yoyote ile ya kumbadilisha. Hii kitu ilimuumiza sana Angela. Ikabidi kuendelea kumbembeleza witch doctor walau tu amuelewe. Witch doctor akamwambia kwamba umeniomba sana. Sasa kuna option mbili inabidi uchague. Jambo la kwanza, inakubidi ulete damu yako ya hedhi kama ulivyoileta mwanzoni. Hiyo damu itatumika kumfungua mume wako. Lakini pia inabidi utafute mtu wa karibu sana awepo hiyo siku ambayo utaenda kumwambia mume wako ukweli kwamba wewe ndo sababu ya yeye kuwa vile. Sasa binti yote akawa magumu kwake. Akamwambia witch doctor kwamba kiukweli yote ulioniambia kwangu ni magumu. Nina mwezi wa pili, sijaziona siku zangu. Na hili swala nataka liwe faster sana. Huyu witch doctor ikabidi kumuuliza, ina maana wewe una ujauzito au? Ndio akamwambia hapana, ni mabadiliko tu ya mwili wangu. Nimeshindwa tu kuelewa kwamba ni sababu gani iliyopelekea mpaka sasa hivi sijaziona siku zangu. Basi mkubwa akamwambia kama hilo limeshindikana fanya la pili. Binti akamwambia hilo la pili pia ni gumu kwangu. Unafikiri ni nani ambaye nitamchukua akasikilize unyama wote nilomfanyia mume wangu? Unahisi nikishamweleza kutakuwa kuna ndoa kweli? Hilo nalo litakuwa gumu kwangu. Hubi mkubwa akacheka kweli kweli yani. Akamwambia kama hao wawili wamekushinda basi limebaki moja tu la nyongeza. Vyote kama vimeshindikana inabidi umuue mume wako ili kila kitu kiende sawa. Sasa hili ndio likawa gumu kabisa kwa binti. Baada ya time kidogo kupita, Angela anarudi dukani, anamkuta mume wake yuko na hawa dada hapa, anapiga umbea tu. Hii kitu inamuumiza sana Angela, maana mume wake amekuwa kama kituko fulani hapa mtaani. Yaani amekuwa haeleweki, yani kila mtu akimuona hapa mtaani anamchukulia kama bwege tu. Baada ya siku kadhaa kupita, leo binti kaja na wajomba zake nyumbani kwa kaka yake na kulalamika kweli kweli yani, na kuambia kwamba leo anataka huyu wifi yake hawaeleze ukweli ni nini ambacho amemfanyia kaka yake. Maana iwezekani kaka yake hataki kufanya kazi, sasa hivi amekuwa zoba zoba tu. Sasa mjomba mtu ikabidi kuuliza, Timos, ni nini kinaendelea? Kwa nini hutaki kufanya kazi? Chikaja akasema, anko, hivi kweli kuna haja gani kuuliza swali kama hilo? Yaani mtu kuacha kazi kwa ajili ya kumhudumia mke wake. Hapo kuna ubaya kweli? Sasa anko ikabidi kushauriana na mwenzake. Aise, hapa hatuna mtoto tena. Mtoto kasharogwa, yani kipo kichwa tu, akili ziko kule. Hapa tuna mwili tu. Samchizi aliendelea kuongea pumba kama zote. Mdogo mtu akamaindi kweli kweli yani, na kuambia wajomba zake kwamba anko, niliwaambia kabisa kaka yangu kuna kitu kibaya kafanyiwa. Hapa leo inabidi mke wake tumwapishe kiapo cha kimila. Aape kabisa kama hakuna jambo baya lolote alilomfanyia ndugu yangu. Sasa hicho kiapo ni kibaya kweli kweli yani. Binti sijui atafanyaje. Maana ni kweli haya yote yanayotokea yeye ndo chanzo cha yote. Wifi mtu akamkamia, naomba uwape, kwa nini unataka kuapa? Bila akamwambia wifi, hivi kwa nini tumefikia mbali kiasi hicho?
Sasa niape kwa sababu gani? Mwamba akamwambia, sikiliza niambie ni kitu. Kwa hiyo nyinyi mnataka mke wangu awape tu, si ndio eh? Mzee akamwambia yes, tunataka awape ili tujue kama kuna ubaya wote kakufanyia au hajakufanyia. Mshikaji akasema, mbona swala simple tu mke wangu. Si wanataka tu awape. Hapa tu basi ili waondoke. Si wanataka waamini kwamba hujanifanyia chochote kibaya. Hapa tu. Binti akawa na ukakasi pale. Sasa huyu mzee akamwambia kwamba, siza niambie kitu. Hicho kiapo tutaweza tukakifanyia kwenye nyumba yenu. Hicho kiapo mtakuja kijijini, tutakifanyia kijijini ili tuamini kama ametenda au hajatenda. Mchizi akamwambia hamna shida, tutakuja siku yoyote ile ili tufanye hicho kiapo. Maana ni simple tu, mke wangu hajafanya ubaya wowote ule. Sasa wazee ikabidi kunyanyuka na kusepa zao. Waliposepa tu, Mwamba akamwambia mke wake kwamba sikiza nikwambie kitu mke wangu. Si wanataka tu ukaape, twende kijijini, ukaape ili waache mazoea kuja hapa nyumbani kwetu. Maana usipoenda kila siku hawa watakuwa ni kiguna njia hapa ndani. Binti akaonyesha kumuelewa mume wake, lakini moyoni anawaza kweli kweli yani, maana akiapa tu mabaya yanamkuta. Bidada baada ya kuona mambo yamekuwa mazito, ikabidi kuja kwa witch doctor huku na kumuelezea kila kilichotokea. Witch doctor akamwambia kwamba mimi sina msaada wowote wa kukusaidia zaidi ya machaguo niliyokupatia. Wewe mwenyewe utaamua. Uchague machaguo niliyokupa, uende kijijini ukaape, baada ya hapo mabaya kukute. Binti alivyosikia hivyo alimlalamikia kweli kweli witch doctor na kumwambia kwamba haya yote yeye ndo amemsababishia, maana yeye hakuwa na waza kabisa kumfanyia mume wake hivi, isipokuwa witch doctor ndo alikuja dukani kwake akamshawishi, bidada akajikuta ameingia kwenye mifumo hii. Sasa leo hajui wapi pa kutokea maskini. Aliporudi nyumbani ikabidi kuingia Google na kuanza kutafuta mtandaoni namna gani ya kufanya ili aingie kwenye siku zake, apate damu haipeleke kwa witch doctor, walau amnasue mume wake kwenye kifungo ambacho amemfunga kwa muda mrefu. Sasa baada ya kufuatilia Google, kuna maelekezo akawa amepewa namna gani ya kutengeneza mchanganyiko wa juisi atumie, after hapo nini ataingia kwenye siku zake. Lakini kwa bahati mbaya zaidi akatengeneza mchanganyiko, akanywa, akaishia tu kuambulia maumivu ya tumbo. Hakuna chochote kile kilichotokea. Sasa bidada baada ya kuona njia zote anazotumia zimeshindikana, akaona ni bora tu aseme ukweli. Akamuita wifi yake pamoja na mume wake. Bidada ikabidi kufunguka kila kitu alichokifanya. Akamwambia mume wake kwamba kiukweli ilinibidi nifanye hivyo tu baada ya kuona hauna time kabisa na mimi. Ilifika wakati nikakata tamaa. Ikabidi nitafute njia nyingine ya kufanya ili unipende na unifanye niwe bora kwako. Bana ipindi anazungumza haya maneno, mchizi akawa anaendelea kufunguliwa. Maana maneno yaliyotumika kumfunga ndo hayo yanatumika kumfungua. Bidada anamwambia kwamba ilifika hatua ukaninyima hata haki yangu ya ndoa na kudai kwamba umechoka, uko bize na kazi. Hivyo vitu vimekuwa vikiniumiza sana, na haya yote ndio alipelekea mpaka mimi kwenda kwa mganga na kukufanyia haya niliyokufanyia. Sasa bidada kipindi anazungumza haya yote, Mwamba anaendelea kufunguliwa. Binti akamwambia cha ajabu zaidi, nilitumia damu yangu ya hedhi kwa ajili ya kukufunga wewe. Sasa mara ghafla mchizi akaita mami, mdogo mtu akashangaa, mami? Sasa hili jina Mwamba mara kibao sana amekuwa akimuita mke wake. Kisha mshikaji akamwambia kwamba hivi nyinyi mko sawa kweli? Sikizeni niwaambie kitu. Yaani mmenikalisha hapa kuniambia stori zenu za kipuuzi kama hizo. Siku nyingine msirudie kabisa kupoteza muda wangu. Binti akashangaa, akamuuliza kaka, ina maana umepona au? Mchizi akamuuliza nimepona, kwani nilikuwa naumwa? Basi binti alivyosikia hivyo akafurahia kweli kweli yani. Akajua kabisa kaka yake kwa sasa yuko fresh. Ikabidi kufunguka tu kweli. Akamwambia kaka, huyu mke wako alikuroga. Hapa ulipo haukuwa hivyo unavyoona. Ulikuwa ukimfulia chupi zake, ukifua sindelia, ukipika, yani mtaa mzima walikuwa wakikuona wewe mbea, yani wewe mtaa mzima walikuwa wakikudharau. Haya yote kayafanya huyu mke wako baada ya kwenda kwa mganga na kukuroga. Binti akawa analia kwa uchungu na kumwambia mume wake, naomba unisamehe mume wangu. Hakika sikufanya haya yote kwa kupenda. Tafadhali babangu, naomba unisamehe. Mshikaji alibaki ameganda tu na kujiuliza, imekuwaje haya yote yametokea mimi bila kujua. Basi mdogo mtu ikabidi kumchukua kaka yake na kumleta mpaka kazini. Walipofika hapa, bosi wake akamwambia kwamba kiukweli mara ya mwisho unatoka hapa ofisini ulitoka na maneno mabaya sana. Ulitukana karibia wafanyakazi wote hapa ofisini, na kama itoshi ulitoa maneno ya shombo, kila mtu akabaki anashangaa. Huyu amekutwa na nini? Lakini kiukweli nikiwa kama bosi wako ambaye nimekaa na wewe miaka mingi, niliamini kabisa haukuwa sawa. Lakini kama Mungu amesaidia kwa sasa upo sawa, nimekurudisha tena kazini. Naomba kesho ulipoti kazini uendelee na kazi kama kawaida. Basi Mwamba akamshukuru bosi wake. Akiwa anarudi nyumbani hapa akakutana na huyu jirani yake. Jirani mtu sasa kashamzoea mshikaji kama shoga yake. Hapa na kimfuko cha mkaa anamwambia mshikaji akamnunulie mkaa. Sasa Mwamba akabaki anashangaa. Ina maana nilikuwa kituko kiasi hiki
mpaka wa majirani walikuwa wakiniagiza mkaa naenda kama mtoto mdogo. Wai, hiki tulimuumiza kweli kweli mshikaji. Ujirani akabaki anashangaa, vipi? Mbona leo namtuma mkaa kanigandia tu hapa? Basi mchizi hakujibu chochote, akaingia zake ndani. Sasa huku ndani Angela anajaribu kumbembeleza mshikaji amsamehe kwa yale yote aliyoyafanya, lakini mwamba amekataa kata kumsamehe mke wake. Angela akamwambia, mume wangu, yote niliyafanya sababu nakupenda. Nafasi uliyokuwa ukiinyima kwenye moyo wangu ndio ilepelekea mpaka mimi kufika sehemu mbaya na kukupeleka kwenye vitu vibaya zaidi. Naomba unisamehe mume wangu. Nimeapa sitarudia tena kufanya hicho kitu. Tafadhali mume wangu, nakupenda. Naomba unisamehe. Sasa mshikaji akafikiria, akaona mbona kama mimi ndo nilikuwa na makosa, maana niliongeza ubizi sana na kutokumjali mke wangu, na ndo sababu iliyopelekea mke wangu akaamua kwenda kuniboosti ili nimpende. Sasa mbona kama hamna makosa? Mchizi kabidi kumsamehe tu mke wake, wakaanza upya. Leo asubuhi na mapema Goodness akawa amekuja nyumbani kwa kaka yake. Cha ajabu zaidi, anamkuta kaka yake yuko sawa na mke wake. Hiki kitu ilimshtua sana Goodness, maana aliamini kabisa kwa matukio aliyofanya wifi yake lazima kaka yake atamwacha kabisa. Sasa wifi mtu kabidi kupiga goti na kumwambia Goodness kwamba naomba unisamehe sana wifi yangu, maana nimeyatenda mengi mabaya kwa kaka yako, lakini naapa kutorudia tena na kuomba unisamehe wifi yangu. Goodness hakuwa na namna, ikabidi tu kumsamehe wifi yake, wakaanza upya. Hakika familia imerudi kuwa na furaha, amani pamoja na upendo. Bas Goodness akamchukua kaka yake, wakasepa zao kazini. Hakika familia imerudi kuwa na furaha kweli kweli yani. Na hapa ndio inakuwa mwisho wa mzigo wetu.